Karibu sana mpenzi msikilizaji katika channel ya kupendwa ya Doctor of Education Media, mahali ambapo tunatoa maarifa bora sana ambayo kila siku unajifunza kitu kipya ambacho huwezi kupata popote. Kama wewe ni mpya katika hii channel, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili elimu hii muhimu iwafikie watu wengi zaidi. Na kama upo nasi muda wote, asante sana kwa kuwa sehemu ya familia hii ya Doctor of Education Media. Leo tunaingia katika safari mpya ya kuvutia sana. Leo na kusimulia maajabu ya mwili wa binadamu, ambapo tutajifunza mambo ya kushangaza kuhusu jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi kwa ustadi wa ajabu, utendaji wake wa ndani na siri zilizojificha katika mambo ya matumizi ya sehemu za viungo vya mwili wa binadamu. Kaa nami kwa utulivu, sababu safari ya kugundua maajabu ya mwili wa binadamu inaanza sasa. Yafuatayo ni mambo ya kustaajabisha ambayo ulikuwa hujui kwenye mwili wako. Namba 1. Binadamu tukiwa kwenye hatari, tumeumbwa kuwa na uoga wa aina mbili. Aina ya kwanza ni uoga wa kupiga kelele bila mpangilio wowote, na aina ya pili ni uoga wa kuanguka chini na kushindwa kufanya chochote. Namba 2. Kisaikolojia, kuona aibu, majivuno, kujihisi mwenye hatia, kuwa na uwezo wa kujua mwingine kakosea, kupata hasira, kufurahi kwa dhati. Hivi vyote ni viashiria kwamba wewe ni mtu timamu na unajitambua. Namba 3. Kushindwa kulalamika katika uhusiano wowote wa kirafiki, kifamilia, kikazi, kimapenzi, ikiashiria kwamba wewe hauwezi kujali tena, kwa sababu watu wanaopendana kwa dhati ni kawaida kulalamika mara kwa mara. Namba 4. Unapovutiwa na mtu fulani, kuna uwezekano mkubwa huyo mtu anakuwa amevutiwa na wewe, ila 90% ni ngumu kuwa pamoja. Namba 5. Mtu anayeweka vitu vyake kwenye mpangilio mzuri mara nyingi anakuwa pia na mawazo na fikra zenye mpangilio mzuri. Namba 6. Utafiti wa kisayansi unaonyesha namna unavyotembea wewe haufanani na mtu yoyote katika hii dunia, kama ilivyo alama zako za vidole. Namba 7. Hauwezi kupiga chafya ukiwa umelala, yaani ukiwa tayari ndani ya usingizi. Namba 8. Kisaikolojia, watu wanaopenda kukaa siti za dirishani katika usafiri, 1% kubwa ni watu wasiopenda kusafiri na watu wengine, na 1% ndogo ni watu wenye matatizo ya kiafya au watu wanaopenda kuangalia uzuri wa mji na maeneo mbalimbali. Namba 9. Kila binadamu ana hali ya kupooza kwa mwili wakati wa usingizi. Kitaalam hii inaitwa sleep paralysis, ambayo wengi huhisi kama wameshikwa na jini, lakini sivyo. Hali hii hutokea kwa sekunde isiyozidi 20, lakini mhusika anaweza kuhisi amekabwa kwa dakika 15 mpaka 10, na hitimisho lake ni kuamka usingizini. Namba 10. Ukiwa unataka kulala, hakuna anayejua sekunde ambayo usingizi unamchukua moja kwa moja. Hata uwe makini kwa kiasi gani, utahisi umesinzia bila kujua ni muda gani umelala, lakini kila mtu anajua muda ambao anaamka. Namba 11. Kutokana na changamoto za kimaisha, mwanamke kwa mwaka hulia mara 30 hadi 80 bila sababu yoyote, bila kujeruhiwa na mtu yoyote, lakini mwanaume anaweza akalia
mara 6 hadi 20, na hii haihusiani na majanga yoyote ya kifamilia. Namba 12. Inasemekana watu wanaoishi mjini hutembea kwa haraka kuliko watu wanaoishi vijijini, huku sababu kubwa ikitajwa kuwa utofauti wa gharama za maisha. Watu wanaoishi vijijini mara nyingi huwa hawajali muda, hakuna shida. Namba 13. Ukiwa unataka kutapika, mwili wako kiasili huzalisha mate mazito mengi sana kwa ajili ya kulinda meno yako. Bila hivyo, meno yangepata madhara, kwani wakati unatapika mwili wako huzalisha asidi nyingi sana. Namba 14. Ukiwa umefumba mdomo, ulimi wako hukaa sehemu ya juu ya kinywa chako na sio chini. Ukijaribu kuweka chini, lazima ulazimishe. Asante sana kwa kujaribu. Namba 15. Mtu akilia, kama tone la kwanza la chozi litatoka upande wa kulia, huyo mtu ana furaha. Kama tone la kwanza la chozi litatoka upande wa kushoto, huyo mtu ana maumivu. Kama yatatoka kote kwa pamoja, huyo mtu kachanganyikiwa. Namba 16. Jicho la binadamu linakadiriwa kuwa na uoni wa megapixel zaidi ya 570, ambao ni uoni mkubwa sana kulinganisha na vifaa vya uoni kama kamera na darubini. Mfano mzuri, ukiwa una simu, mara nyingi megapixel za kamera ya simu inaanzia 12 mpaka 45 kwa simu za kawaida, lakini kwa wanyama wengine inaweza ikaenda zaidi ya mara 50. Mfano, swala akiwa eneo la wazi anaweza akaona umbali mara 10 zaidi ya uwezo wa binadamu. Yaani anaweza akaona kitu ambacho kiko umbali wa kilomita 6 vizuri sana bila shida yoyote. Namba 17. Angalia ngozi yako iliyoko kwenye kiwiko cha mkono au kwenye magoti. Hizo ni ngozi special na hata ukifinya haiwezi kuumia. Namba 18. Ukifumba macho yako, rangi unayoiona haina jina lolote kwa lugha ya Kiswahili. Namba 19. Binadamu timamu huongea uongo mara 4 kwa siku, ambayo ni zaidi ya mara 1000 kwa mwaka. Namba 20. Tafiti zinaonyesha wanaume wana uwezekano wa kupigwa na radi mara 4 zaidi kuliko wanawake. Namba 21. Binadamu akisinzia, uwezo wa kuhisi harufu hupungua, lakini uwezo wa kusikia hubaki kawaida kabisa na kusikia vyote ambavyo vinatendeka kwenye uso wa dunia. Namba 22. Binadamu yoyote unapopiga chafya, viungo vyako vyote hupisha hilo tendo na havifanyi kazi yoyote ya mwili. Hata moyo husimama kwa huo muda. Namba 23. Ni ngumu sana kunusa harufu yako mwenyewe kwa sababu ubongo wako utafuta zaidi harufu mpya ili kuupa mwili taarifa ya haraka na tahadhari. Harufu mpya ni sehemu ya tahadhari ya mwili, hivyo ni rahisi kunusa kwa haraka zaidi. Namba 24. Binadamu ukiwa umelala usingizini, huwezi ukaota na ukakoroma kwa wakati moja. Kila kitu kitafanyika kivyake kwa wakati wake. Namba 25. Kama ulikuwa hujui, macho, pua, nywele ni miongoni mwa sehemu za mwili ambazo hazina uhitaji wa kusafisha mara kwa mara, huwa zinajisafisha zenyewe. Namba 26. Kama ulikuwa hujui, ni kwamba 80% ya wanawake wanauliza maswali ambayo tayari majibu wanayo,
hivyo huuliza ili kuthibitisha. Namba 27. Mtu wa kawaida ana uwezo wa kutunza siri tofauti tofauti 15. Kati ya hizo 5 hawezi kumwambia mtu yoyote, na 5 hawezi kusahau kabisa, na 5 huwaambia watu anaowaamini. Namba 28. Jambo la mwisho na la kustaajabisha kwa leo ni kwamba mwanamke ni mtumiaji mzuri wa hela kuliko kiumbe chochote duniani. Hivyo kama wanawake wasingekuwepo duniani, basi fedha zote na vitu vyote vizuri visingekuwa na maana yoyote. Kabla ya kumaliza simulizi yetu ya leo, tunawashukuru sana kwa kuwa nasi hadi mwisho wa safari hii ya maajabu ya mwili wa binadamu. Uwepo wenu na usikivu wenu ni wa thamani kubwa sana katika channel yako pendwa ya Doctor of Education Media. Kama umepata kitu kipya cha kuvutia, usisahau kushare ili wengine pia wapate elimu hii muhimu. Kama wewe ni mpya hapa katika channel yako pendwa ya Doctor of Education Media na haujajiunga nasi, tafadhali subscribe, share, comment ili usikose sehemu ya pili ya simulizi hii, ambapo tutaendelea kugundua zaidi maajabu ya viungo vya mwili wa binadamu. Kuna mengi zaidi ya kushangaza mbele yetu. Tunakupenda sana na asante kwa kuwa sehemu ya familia hii ya maarifa. Asanteni sana, hadi wakati mwingine.